yule kashushoti ananiroga. Na Mungu alikuinua kwa hiyo familia unyamazisha hao wachawi. Kwani Mungu na wachawi ni nani akona nguvu kuliko mwingine? Hata Mungu ndiye aliumba hao wachawi. Hakuna Mungu aliumba wachawi wengine. Hakuna kama Mungu kingine kwa wachawi. Aliumba na huyo Mungu tu. Mungu anaweza achilia wachawi wa kweli, wakuroge kuleta ili urudie Mungu akukomboe. Wakumbeze. Kwa sababu Mungu hana hasara. Sijui kama kuna kitu umegundua. Mungu hana hasara. Kwa sababu wakati Mungu alianza kushughulikia maisha ya Jona katika safina, wakati alianza kushughulikia maisha ya Jona, wakati alikuwa anajificha Mungu, Biblia inasema ya kwamba watu wakaanza kutoa shehena, zilikuwa zimebeba mali mingi, wakatupa kwenye maji. Kwa sababu gani? Ili wajue yeye ni Mungu. Wakati waliamsha Jona, Jona hakuficha chochote. Biblia inasema kwamba wakapigast forth na zote zikamwangukia Jona. Acha nikuambie sana. Mungu akitembea kwa familia yenu, na mwende mkae vikao vya familia, wewe unasema so and so, Mungu ni wewe anakuona. Kuna watu hata katika hii kanisa amewalokiti kusimama na kanisa la Mungu, kusimama na kazi ya Mungu, lakini hawataki. Biblia imesema nini? Jona akaulizwa, wewe kazi yako ni nini? Wewe umetoka nchi gani? Wewe ni wa kabila gani? Amen. Akawaambia yeye ni Mwebrania. Mwebrania, kuna tofauti ya Mwebrania na Gentiles. Gentiles ni mataifa tu, watu wa kawaida. Mwebrania ni mtu wa Mungu. Hebrews are the people of God, come from the tribe of Judah. Bwana Yesu asifiwe sana. Judah was the son of Jacob. Another name of Jacob is Israel. The chosen generation of God. Bwana asifiwe sana. Ukisikia the word Israel, it means the chosen generation of God. Lakini tunajua ya kwamba Biblia ikakuja ikasema ya kwamba Jona wakati alitokeza hapo akiulizwa maswali, Biblia inasema ya kwamba dhuruba ikakuwa rafu, ikaongezeka, na wakamuuliza tufanyaje? Jona akawaambia, mimi nifungeni na nimunitupe kwenye maji. Lakini hao watu walikuwa hapo waliongopa, kwa sababu walijua huyu mtu ni wa Mungu. Wakaogopa kumtupa kwenye maji, kwa sababu walikuwa wanajua ya kwamba wakimtupa kwenye maji ataangamia. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakati hivyo walikuwa wanaogopa, Jona akawaambia, mimi nitupeni tu kwenye maji na maji dhuruba itatulia. Another language, Jona akalete suluhisho ya dhuruba. Suluhisho ya dhuruba kuangamiza wengine ni Jona awekwe kwenye maji. Kwa sababu